Okay bana, mama Uzungukai anamwambia Yavuzi unafanya nini hapa? Lakini Yavuzi anasema hivi, mama nataka nibaki hapa na ninajua kwamba Bala yuko hapa. Kesho nataka nije na zawadi ya kumfanya Bala aendelee kubaki hapa. Mama Uzungukai akamwambia Yavuzi, tafadhali nakuomba uondoke. Sitaki Bala aondoke kwa sababu yako wewe. Bala akatokea anambia, kwani unaongea na nani? Anambia hivi, naongea na wafanyakazi na wapa maagizo kwamba ukiona shida yoyote wakuone na wakusaidia. Hasa asubuhi yake bwana mkubwa Deva alikuwa akimwambia bibi Aziza kwamba hivi, watu na majumba ya kifahari wanamiliki kila kitu cha kifahari ambacho kinawapa amani. Mbona mimi kwangu sivyo hivyo? Bwana mkubwa alimbembeza na bibi yake kwamba tulia, kila kitu kitakuja kwa wakati wake. Bwana mkubwa Deva akamwambia bibi Aziza, kuna jambo la maana nataka nikufanyie kwanza ili ulielewe. Sitaki ile tukio lomfanyia mamangu lijirudie tena. Tukio lenyewe ni kwamba hivi, bwana mkubwa Deva bana hapa ana kumfundisha bibi gari, yani anafundisha gari kwa kuchora, yani kwa hewani. Wanaambia haya, hapa kuna clutch, hapa kuna mafuta, hapa kuna brake. Umeona hiki ndio kirungu, sasa unafanya hivi. Ambia bibi akamuuliza hivi, Deva nikikanyaga mafuta kwa nguvu itakuwaje? Deva akamwambia hivi, kanyaga mafuta kwa nguvu italeta matatizo. Deva akatuma message za video na bwana mkubwa Mesut kuonyesha kwamba Azari alikuwa na kikao na watu wengine, na huko akimwambia Mesut kwamba hivi, mwambie baba kwamba nataka kikao naye sasa hivi pamoja na Azari. Bibi akaagwa na bwana mkubwa. Deva alikwenda kujiandaa, huku bibi alishika tumbo lake na kujihisi kama yeye atakuwa mjamzito. Deva na wakati anashika chini na kukutana na mamake ambaye alikuwa ameshamwandalia kitafunwa anye chai asubuhi. Lakini Deva anambia mama, hapana, sitaweza kunywa chai sasa hivi, naenda kunyia chai yangu huko ofisini na Azari. Bwana mkubwa Deva akaondoka. Mama yake akamwambia yeye, Aziza vipi, mbona unakaa kinyonge? Aziza akajisikia kichefuchefu, lakini akamwambia yule mfanyakazi aenda akamchukulia kipimo cha ujauzito akiwa amemtoa nje. Yule mfanyakazi akataka kwenda kuchukua pochi yake ili aende akamchukulia hicho kipimo. Miss Pevina akatokea na kuhisi kwamba Aziza pamoja na mfanyakazi watakuwa wanamsema, lakini bibi Aziza akamwambia hivi, haya ni mambo ya wanawake, tafadhali nakuomba achana nao na yakuhusu. Kisha bibi yule mfanyakazi akaondoka kwenda kumchukulia kile kipimo bibi Aziza. Kwa upande wa pili, bwana mkubwa Yusufu anampikia bibi Zelia supu, lakini bibi Zelia mwenyewe anataka kwenda kuifanya hiyo kazi, lakini Yusufu akamwambia, wewe tulia, acha nikufanyie kila kitu mwenyewe, yani hivi vitu vyote ni viko chini yangu. Bwana mkubwa akaanza kupiga naye story yule bibi. Sasa bibi stories zilikuwa nyingi, mwisho wa siku bwana ile supu sikamwagika. Yusufu akajiona kama ile supu ameharibu, lakini bibi akamwambia, tafadhali nakuomba usiwe na wasiwasi, usijione umekosea, mimi nipo naye bega kwa bega, tafadhali nakuomba usiwe mnyonge. Hasa kwa upande wa pili, mama yake na Yusufu amesusa kunywa chai pale na bwana mkubwa Hashim. Hasa Hashim akaanza kumtupia maneno makali mke wake, huku mama Yusufu akijaribu kujitetea kwamba sasa hivi hapo ulipo huna kazi, huna chochote. Hashim akamwambia hivi, mimi nina kazi, nitafanya kazi dukani kwa dada yangu. Eti si ndivyo Nekla? Nekla akamwambia hivi, mimi dukani kwangu sitaki mtu yote, nitafanya kazi mimi na mwanangu. Bibi Melissa naye akamwambia hivi, kweli mjomba, hatutaki mtu yoyote dukani kwetu. Lakini mwisho wa siku bwana Nekla, kutokana na maneno alikuwa ampa bwana mkubwa Hashim akamwambia hivi, tutaona, mimi ni kakako na ile duka kama utalifungua bila kunipa mimi kazi utakiona cha mtema kuni.